ina mengi, fahamu hili. Katika sehemu iliyopita tumeona chimbuko la tahajudi. Sasa tunaenda kuangazia kwa undani jinsi au namna ya kufanya tahajudi, jinsi ya kuamsha nguvu kubwa iliyo ndani yako ipate kutenda kazi. Kitaalamu wanaita Kundalini. Njia kuu ya kuamsha nguvu hii ya maajabu ndani yako ili ipate kutenda kazi ni kupitia tahajudi, ambapo tahajudi kama tulivyoelezea hapo mwanzo kabisa wa makala hii ni hali ambayo mtu hudhibiti akili yake kwa weledi na kuhakikisha hakuna wazo wala fikra yoyote inayoingia au kutoka ndani ya akili yake. Yaani ni hali ambapo unakaa katika utulivu kwa muda fulani na pasipo kuwaza au kufikiri chochote. Hii siyo kazi ndogo. Kwa kawaida akili ya binadamu haiwezi kukaa tu hivi bila kufikiria chochote, lakini ukiamua inawezekana. Ni juhudi zako wewe mwenyewe. Ukifanikiwa kudhibiti akili yako na ukiweza kuzuia usiwaze chochote kile kwa muda, nguvu kubwa iliyo ndani yako itaamka kama umeme. Sasa, miongoni mwa masomo ya kiroho yaliyopita nilielezea kuhusu nguvu kubwa ya maajabu iliyo ndani ya binadamu, nyuma ya mgongo, iliyo katika umbo la nyoka, serpenti, iitwayo Kundalini. Sasa nilifafanua nguvu hiyo ya Kundalini kiundani zaidi, na nilielezea kuwa kuna kitu kinaitwa astral body ndani ya mwili wa mwanadamu kisichoweza kuonekana kwa macho ya kawaida. Sasa kila binadamu ndani yake kuna sehemu ya nyuma ya mgongo wake ambayo wanasayansi au watafiti walipima na kuona ni sehemu tupu iliyo wazi, lakini watafiti wa kiroho alchemistry wao walikuja na utambuzi kwamba baada ya kutazama mwili wa ndani au astral body katika lile eneo ambalo linaonekana ni tupu, hapo waliona kuna mfano wa nyoka, serpenti, azungukae ndani ya mwili wa binadamu, na huyo nyoka ndiye goddess au Mungu mke. Lakini huyo nyoka ni nguvu kubwa aliyozawadiwa binadamu ili kutatua matatizo ambayo yako nje ya uwezo wa kawaida. Nguvu hiyo inaitwa Kundalini. Leo tunaangalia jinsi ya kuamsha nguvu kubwa ya maajabu ndani yako iitwayo Kundalini ili ipate kutenda kazi. Miongoni mwa njia zinazoweza kuamsha nguvu hiyo ni kupitia meditation practice, yani meditation. Jinsi ya kufanya meditation au tahajudi. Mbinu za kufanya tahajudi hutofautiana kutokana na kiwango cha uzingativu, uwezo wa kujenga taswira na namna mtu atakavyoweza kukabili mawazo yaliyomwingilia wakati anafanya tahajudi yake. Baadhi ya mbinu hizi humfanya mtu apotelee kwenye kile anachozingatia na kutoingiliwa kabisa na wazo lolote. Mbinu hizi ni rahisi mtu kujifunza mwenyewe, ingawa kuna baadhi zinahitaji awepo mwongozaji. Hatua zinazotakiwa wakati unajiandaa kufanya tahajudi au meditation ni kama ifuatavyo. Hatua namba 1: tafuta sehemu iliyotulia isiyo na makelele. Kaa kwenye kiti au chini au lala kitandani. Hakikisha uumii mahali popote. Legeza mwili wako pamoja na misuli yote ya mwili wako kwa kadri utakavyoweza. Hatua namba 2: sahau matatizo yako yote yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Sahau matatizo yako ya kazini au nyumbani. Jitahidi usifikirie chochote.
Kama kuna mawazo yataingia, usigombane nayo, usiape muda na nafasi. Wewe endelea na kile ulichoamua kukizingatia. Hakikisha uzingativu wako ni mkubwa. Pia kione hicho unachokizingatia kwa jicho lako la ndani. Kijengee taswira kana kwamba unacho tayari au kana kwamba unakiona. Hatua namba 3, ni muhimu sana kujali hisia zako wakati unafanya tahajudi. Kwa mfano, kama unafanya tahajudi ya kujenga nyumba, hakikisha hiyo nyumba unaiona ilivyo. Ingia ndani ya hiyo nyumba, sebuleni, chumbani, chooni, store, jikoni na sehemu ya kulia chakula. Kila unapoingia, onyesha hisia zako. Jione una furaha ndani mwako na ikiwezekana tabasamu. Pia jione una amani ndani mwako. Ukweli ni kwamba utakapokuja kujenga hiyo nyumba, zile hisia ulizokuwa unazionyesha wakati unafanya tahajudi zitajitokeza au utaziona. Kama tahajudi yako ulikuwa unaifanya ukiwa na huzuni, hali hiyo itajitokeza baada ya kumaliza kujenga nyumba yako. Inaweza ikatokea baada tu ya kujenga nyumba yako, ndugu zako au mke wako wakajaa pale nyumbani, wakawa wanafanya vurugu ambazo zitakuletea huzuni na hivyo kuanza kujuta ni kwa nini umejenga nyumba hiyo. Ukweli ni kwamba tatizo sio ndugu, tatizo ni wewe mwenyewe. Ni hisia zako ulizokuwa unazionyesha wakati unafanya tahajudi yako ya kujenga nyumba. Ni kama wakati unafanya tahajudi yako ulikuwa na hisia za furaha, hali hiyo pia itajitokeza baada ya kumaliza nyumba yako. Hata kama ndugu wa mkeo au mumeo watajaa pale nyumbani, vicheko, tabasamu na mambo mengine ambayo yatakupa furaha yatatamalaki pale nyumbani. Kwa hiyo hisia ni muhimu sana wakati unafanya tahajudi. Hatua namba 4, pumua kwa kuzingatia pumzi ya kutosha mapafuni, halafu toa pumzi yote na kufanya kifua kiwe kama kitupu. Weka mawazo yako yote kwenye pumzi yako. Vuta pumzi kwa kina kiasi ili oksijeni iingie nyingi zaidi. Unapotoa pumzi, unafanya msuli wa mapafu kujisafisha bila kukwaza. Ni muhimu kuvuta na kutoa pumzi kwa kina angalau mara 3 kabla ya kuanza kufanya tahajudi yoyote. Weka mawazo yako yote kwenye pumzi zako. Hizo ndizo hatua za kwanza kabisa za kufanya tahajudi ya pumzi. Hatua namba 5, utakapoendelea kuweka fikra zako kwenye pumzi yako, utaona kitu kama rangi zinaanza kutokea kwenye eneo la katikati ya nyusi zako mbili za macho, yaani pale ulipofumba macho kwa ndani, utaona kama rangi zinaanza kujiunda. Usizitilie sana maanani rangi hizo, ziache zije zenyewe. Hatua namba 6, rangi hizo zitaunda vitu kama picha. Wakati huo eneo lako la kati ya nyusi litaanza kuwa awaken, yaani kuamka, huku hilo eneo litaamka kwa style moja kati ya mbili: washa mwanga mweupe eneo hilo au kutetemeka kama utosi wa mtoto mdogo. Hatua namba 7, hizo picha zitakazokuwa zinajiunda, ukiendelea kuziangalia, utaona ni matendo na matukio mengi uliokuwa ukiyafanya mwenyewe katika maisha yako. Sasa hapo kuna mawili: ukiweza kuwa deep, yaani ukiweza kuzama kwa kina zaidi, utakumbuka hadi utoto wako ulivyokuwa. Lakini ukiyapotezea, utaendelea na kuweka fahamu zako kwenye pumzi. Itakupeleka hatua ya pili ya kuona spirits au viumbe visivyoonekana kama vile malaika na majini ulionao mwenyewe. Hawa majini wanaweza kukusikiliza kwa chochote utakachowaomba.
Hatua namba 8, ukiendelea kuwatazama majini hao, basi utafanya mawasiliano nao, ila ukijiweka maanani kwenye pumzi, utahama hatua nyingine ambayo ni deep zaidi, yaani ndani zaidi, na ndiyo zawadi ya tahajudi au meditation itakayojitokeza, na utaona kitu kama nuru inapita katikati ya utosi wako na kujaa mwilini mwako. Kadri inavyojaa ndivyo unavyozidi kupata nguvu mwilini. Unaweza kuishia hapo, au ukitaka makubwa zaidi, endelea na pumzi. Hatua namba 9, utakavyoendelea na pumzi, utaona ile nguvu, power imekujaa, kisha utaanza kuona kama sehemu unaanza kwenda ndani zaidi. Hapa ndipo utaanza kuhisi uwepo wa Mungu wa imani yako. Kama ni Muislamu, utaanza kusikia Kurani inasomwa, au utaanza kuona kitu kinachokupa imani zaidi, kama msikiti wa Maka, yaani Kurani, sauti za mawaidha na kadhalika. Wengine waliojaliwa huiona Baitimau, msikiti wa mbinguni, kwa vile atakavyooneshwa na Mungu wake, na itakusaidia kuweka mizizi ya imani katika dini yako. Kama ni Mkristu, hapa uhisi uwepo wa Mungu wa imani yako na nguvu ya Yesu, yaani Jesus, na pia mambo mengine kama maneno ya Biblia na kadhalika. Wengine huona hata Roho Mtakatifu akiwashukia. Hivyo hapo unaweza kupata nguvu, power na mafanikio yoyote unayoyataka ndani ya muda mfupi kwa imani yako. Na tahajudi haimuondolei mtu imani yake, bali umjuza zaidi kuhusu imani yake. Hatua namba 10, utakapokuwa umejaliwa na ile nguvu, basi utaona mwili wako mzima umekuwa sealed na hauna raha, imefungwa na kuwa ngumu, yenye nguvu na yenye kuwaka katika imani yako. Kumbuka, one deep inner travel can change your life, so you have to practice with hope and love in order to achieve the goal. Safari moja ya ndani zaidi ya mwili wako inaweza kubadili maisha yako. Hivyo fanya kwa upendo na matumaini uweze kufikia malengo. Kitu hadi ukipende ndiyo utakifahamu. Hatua namba 11, kila siku asubuhi baada tu ya kuamka, na jioni au usiku baada ya watu wote kulala, au usiku wa manane, tenga dakika 15 au zaidi kwa ajili ya kufanya tahajudi. Kuna wakati utakuta mwili hautaki, lakini jenga utashi mkubwa zaidi ya mwili hadi uzoee. Ukiahidiwa safari ya bure ya kwenda Ulaya kutembea, na ukaambiwa ndege itaondoka saa 10 usiku, nina uhakika ikifika saa 7 utakuwa macho, au yamkini unaweza usilale kabisa. Lakini pia ikitokea ukaahidiwa kutiwa au kumtia kila siku saa 8 mchana na umpendaye sana, nina uhakika utafika kwenye eneo saa 6 au saa 7 mchana hivi. Hata chakula hautakumbuka kula. Ninakuomba ujenge utashi wa aina hii kwenye tahajudi. Hatua namba 12, ukipata muda, kama kuna kazi ya kufanya ukiwa peke yako, ofisini, nyumbani, kwenye basi, daladala, kituoni, jaribu kufanya tahajudi. Hatua namba 13, kama ukifanya vizuri tahajudi, utaishi nafuu fulani kimwili au kiakili, ama vyote. Utagundua kwamba mwili, hasa upande wa msukumo wa damu, utakuwa na mabadiliko. Hapo utakuwa umekamilisha tahajudi ya pumzi. Kumbuka kwamba hautaifanya siku moja na kufikia yote hayo, bali kadri unavyokuwa ukifanya kila siku, utakuwa ukipiga hatua. Katika pati inayofuata
tutaangalia kwa undani aina mbalimbali za tahajudi ili uweze kuchagua kipi bora na kipi si bora. Ni ipi njia sahihi ya kwako ya kufanya tahajudi na ni ipi sio sahihi? Ni ipi unaiweza na ni ipi hauiwezi? Imeandaliwa na Masawe Polkarpi na kuwasilisha na Tryphon Willy Herki Tesha, the FP, unknown, unpredictable.